Hakuna klabu yoyote ya Afrika, narudia tena, record walioiweka Yanga. Kwa hiyo la alama 8 ambayo kuvuka robo. Yanga ndo klabu ya pekee ya Afrika iliyoweza kutumia muda mchache kucorrect alama nyingi zaidi na kuingia top 10 kutoka nafasi ya 82. Dewji anaichukua Simba ilikuwa ya 30 plus hivi au 20 na ilikuwa tayari ipo 30 na, umeelewa? Yanga ilikuwa ya 82. Umeona tofauti yake sijui? Yeah. Hapa naeleweka sijui? Kwa jinsi gani uone kwamba Yanga imeimprove lakini imemaintain kiwango chake. Kwa tutawasikia mwakani malengo yao ni yapi. Ilikuwa kwenda robo ni bonus kwao wao walivyokuwa wamesema. Lakini sisi kwa quality tulioiona, flow ya Yanga inavyokuepo, jinsi ambavyo walivyocheza kule Misri wale walipoteza magoli mawili, jinsi walivyocheza na Al Ahly hapa. Mimi nazungumzia timu bora ya karne ya Afrika ya miaka yote hapa. Bingwa wa muda wote wa Afrika, si ndio? Jinsi ambavyo Yanga ilivyocheza na Al Ahly hapa, tumeiona flow yake. Jinsi ambavyo Yanga imecheza dhidi ya Kablia, tumeiona uwezo wake. Jinsi ambavyo Yanga ilicheza na FAR Rabat mchezo wa kwanza, tumeona flow yake. Kwa ninavyozungumza hapa, nazungumzia ni Yanga ambao watu wengi tulitaraji na inaonesha inakuahidi kwamba ina uwezo wa kufuzu robo finali, lakini wao waliona kwamba kwa sasa mpango wao wa awali ni hatua ya nini? Ya makundi. Yes. Pini kuna kulaumiwa katika hili hapo walipoishia Yanga. No way. Msijisahau kocha Pedro hajaiandaa hii timu. Hii timu iliandaliwa na Romain Folz. Kwa Folz ndo alikuwa na hiyo project yake ambayo ilimpalia, si ndio? Kwa mimi kwangu naamini kocha Pedro ni kocha mzuri. Pengine alikuwa bado hajakuwa na imani ya moja kwa moja na wachezaji. Iwapo atabaki kwa msimu mwingine tena, akaenda hii pre-season akakaa kwenye kambi, ataiandaa timu vizuri na naamini inshallah watakufika pahala msimu ujao of course. Yeah. Transformation ya Simba ametoa maagizo kwamba ikamilika haraka sana iwezekanavyo. Pengine kwa kweli umelipokeaje swala kama mwanamchezo? Kwanza nitoe hongera kwa mamlaka Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo chini ya Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya wizara hiyo, lakini vile vile makamu wake wa wizara hiyo kwa maana ya Hamisi Mwinjuma na katibu mkuu wao Gerson Msigwa, kuona faida na madhara ya kutokuwa na utulivu wa hizi taasisi zetu kubwa mbili za mpira wa miguu. Ni jambo la heri ku cross check.